Gani mtazamaji wa Mlimani TV, karibu katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni kipengele cha Jahara, ambapo hapa huwa tunakutana na kuzungumzia masuala ya kijamii, kisiasa na kiuchumi na kupata ufafanuzi juu ya masuala hayo. Upo nami Hadija Saidi Kuingwa. Leo nipo na Musa Ali kutoka organization ya They Need Us, ikiwa ni mada ya ushiriki wa vijana katika kujikwamua na umasikini na utegemezi. Musa, habari? Ya salama kabisa mtangazaji. Mbona kinyonge hivyo, vipi? Upo sawa? Nipo sawa kabisa. Au pressure inapanda? Aya, sawa. Kwa faida ya mtazamaji, hii organization ilianzishwa kwa lengo gani hasa? Kwanza kwa kurudia, majina yangu ni Musa Ali Mchichiona. Ndio. Pia ni founder wa The Need Us Initiative, taasisi ambayo tumejikita sana kuwezesha vijana kwenye maeneo matatu, kwenye maeneo ya uongozi, ujasiriamali, pia kutoa elimu ya afya ya uzazi, tukijikita kwenye engo ya menstruation hygiene management. Yes. Na tumekuwa tukifanya shughuli hizi toka mwaka 2020, ili ambacho tuliona kuna uhitaji sasa, si kama vijana, kutoa elimu kwa vijana wenzetu, kuwa empower vijana wenzetu walio mashuleni, mavioni, pia kwenye jamii zetu ambazo zinatuzunguka, ambapo kwa 2020 ndipo organization hii imeanzishwa, si ndio? Yes, 2020 tulianza mchakato. 2021 tukawa tumesimama sasa kufanya hizi project zetu mbalimbali kwa kushirikiana na wadau wengine ambao wamekuwa pia kutuwezesha. Sawa, hii organization inawasaidia vipi vijana katika kujikwamua na umasikini pamoja na utegemezi? Kwanza ndugu mtangazaji, labda nikukumbushe tu, ukija kwenye takwimu za Tanzania kama nchi, kutokana na kwa mujibu wa sensa ya mwaka jana ya Agosti, inaonyesha kwa 53% ya Watanzania wote ambao milioni 61.7 ni ambao wapo kwenye ili eneo la kuweza kuwa la nguvu kazi au la uzalishaji. Sasa kwenye asilimia hiyo 53.4 tunaona tuna zaidi ya asilimia 30 ya watu milioni 33. Watu milioni 33 hawa ndio sasa wazalishaji ambao ambao hapo kuna vijana na wale watu ambao sasa wanajiweza kufanya kazi. Na huku tukiwa na almost asilimia watu milioni 28 ambao sasa hawa ni wategemezi. Tunaelewana. Kwa hiyo tunaona tuna idadi ndogo sana ya vijana ambao wanajihusisha katika uzalishaji. Na ukiona na ukifuatilia pia takwimu za ofisi ya takwimu ya taifa NBS, inaonyesha pia zaidi ya asilimia 27.8 ya watu ambao wapo kwenye eneo la uzalishaji ndio wakiwa ni wanawake, na asilimia 25.6 wakiwa ni wanaume kwenye idadi hii ya watu milioni 33. Kwa hiyo tunapata picha nzuri kwamba kutoa watu milioni 61 tulikuwa Tanzania, watu milioni 33 tu ambao wanajishughulisha na shughuli za uzalishaji, ambao wanabeba sasa asilimia watu milioni 28 ambao ni wategemezi hao. Tumeelewana hapo inavyokuwa. So kuna uhitaji mkubwa sana wa utoaji wa elimu kwenye eneo hili, hasa kwa vijana kuweza kujijengea uwezo, kujitafutia fursa, na kuweza pia kuangalia nafasi zilizo za wao kuweza kuongeza uzalishaji kwenye jamii zao, au kutafuta kujiajiri au pia kuajirika. Ndio. Yes. Sasa nini kifanyike ukiangalia sasa katika maisha yetu ya hivi karibuni, au yani tuseme ndio maisha yetu sasa? Ukiangalia vijana wengi ni wategemezi. Sasa unafikiri nini sasa kifanyike ili kuepukana na hilo swala? Kwanza kabisa, sisi kama asasi yetu mara nyingi tumekuwa pia tukifanya hizi workshop zetu na training zetu, tumekuwa tukiwajenga vijana kwenye eneo la wao kuweza kutanua wigo. Kutanua wigo kivipi? Kutanua wigo wa kuzitafuta fursa, na kutanua wigo pia wao kuweza kujijengea uwezo wa ubunifu kwa kutumia talanta zao, na aidha zitakazowawezesha sasa wao kujiajiri ama kuajirika kwenye sekta mbalimbali.
tunaamini kwamba kwenye nchi yetu kama Tanzania hawawezi watu wote ambao ni graduates wa mavioni hawa wakaingia kwenye soko la ajira kwenye taasisi za kiserikali. Kwa hiyo bila kutumia sasa hizi fursa zilizopo nje ya hii mfumo wa rasmi sasa wa serikali, vijana inabidi sasa watumie talanta zao walizokuwa nazo na kujengea uwezo wa kiubunifu na kuweza kufanyaje kuzalisha kujikita katika shughuli za uzalishaji mali kwenye jamii zao zinazozunguka. Ila kwa Tanzania tunaona kidogo kwamba kuna changamoto kwa sababu mfumo wetu ambao tumekuwa nao tokea zamani, Tanzania tumekuwa kwenye mfumo wetu wa kiuchumi na kijamii ni wa kijamaa sana na kikomunisti. Kwa hiyo huyo umejengea sasa ili swala la vijana wenyewe kuwa wawekezaji linakuwa ni gumu, kwa sababu kwa Tanzania ukisema mtu awe mwekezaji anachukulia ni kama jambo kubwa sana. Ndio anachukulia labda mtu mwenye fedha. Mwekezaji kwamba unajua mwekezaji lazima awe ni mtu ambaye ana fedha nyingi, au ana mali, ana magari mengi, au awe mzungu. Ndio. Ila kwa knowledge ndogo tu, kwa ujuzi mdogo, kumbe si hivyo. Mwekezaji anaweza kaa ni mtu yoyote. Kwa nanilia kawaida mwekezaji anaweza akawa ni mtu yote ambaye anaweza akachukua kitu akakinunua kwa price ya kawaida, then kwenye kukiuza sasa akauza kwa profit kubwa. Huyo pia ni mwekezaji. Kwa mfano rais kule vijijini tuna wakulima, ananunua mbegu za mahindi sana huko akitarajia baada ya miezi kadhaa hawezi kuvuna. Huo ni uwekezaji pia. Mkulima kuweka si kiasi kikubwa cha mamilioni ya hela, lakini sasa tunaona jinsi gani pia vijana wanaweza wakatoa huo mtazamo kwamba kuwekeza kujiwezesha wenyewe ni jambo gumu, kitu ambacho kinawezekana pia kwa vijana wa Tanzania. Sasa katika organization yenu amekuja mtu ana kipaji. Mfano mwimbaji, mwingine ni dancer au sema wale wachezaji. Right? Sasa nyinyi kama organization mnamsaidia vipi? Kwanza kabisa vijana wa Tanzania wengi wana talanta mbalimbali, wana uwezo mkubwa, ila sasa unakuta wanashindwa kutambua vile vipawa walivyokuwa navyo. Kwa hiyo sisi kama taasisi mara nyingi hata hizi training zetu tunakuwa tukiwajengea uwezo vijana kwenye eneo la wao kutambua potential zao. Kutambua potential zao na kujiwekea malengo ambayo yatawasaidia kwenye aidha miaka 5 ijayo au 10 wafike sehemu fulani, kwa sababu vijana wengi unakuta wana talanta kama unavyosema, lakini sasa malengo wanakosa. Wanakosa malengo na kutambua potential walizokuwa nazo kuwafikisha pale walipo, pia na nidhamu wanakuwa wanakosa. Kwa hiyo sisi tunajikita kwenye maeneo hayo. Tunajikita kwenye maeneo hayo kwa sababu hata ukiangalia, nilikuwa nafuatilia utafiti wa chuo kimoja cha Marekani, ni John Hopkins hawa. Walitoa utafiti, waliofanya utafiti vijana 100. Na utafiti ukaonyesha katika vijana hao 100, vijana waliokuwa na malengo baada ya kumaliza chuo walikuwa ni vijana 23 kati ya 100. Ambao walikuwa na malengo. Unajua mimi nikimaliza nitafanya hivi, nitatumia kipawa changu, nitaenda huko. Sasa na wale wengine waliobakia 77 ukitoa wale 23, baada ya miaka 5 wakaja kuwatafuta, wakakuta wapo kama walivyomaliza chuo. Kama walivyomaliza chuo, mtu anasoma, alipomaliza chuo katoka na degree yake anakutwa vile vile miaka 5. Ila wale 23 tu walikuwa na malengo ndio wakawa wamesogea, wamepiga hatua. Kwa sababu gani? Tunarudi. Talanta unaweza ukawa nayo, lakini pia kujua kipawa chako, potential yako, kujua potential yako na kuwa na malengo. Sasa tunajikita huko malengo, vijana wawe na malengo na pia kujua wao wana potential ipi iweze kufika wanapotaka. Sasa wewe unakuwa una encourage wale watu wenye talanta. Wana talanta? Au unatoa elimu tu? Obviously hii talanta pia kutoa elimu, kwa sababu hauwezi kusema mbele za watu kawaelezea vitu ambavyo wewe hauna ujuzi navyo. Kwa hiyo pia tunasema ni talanta. Talanta sio lazima uimbe au ucheze. Talanta pia itakuwa tunasema public speaker, ibe ni talanta. Kuongea na vijana sasa hivi kuongea kwa kuelewa ni kazi ngumu kweli kweli. Ukaongea ukasema wakakuelewa, wakamove, ukaona kabisa tulitrain vijana kadhaa. Ila hadi sasa vijana labda leo 20 wamefika sehemu fulani au wameweza kujiajiri. Wana miradi yao wanafanya.
Kwa hiyo ile inakuwa ni jambo kubwa. Sawa. Mtu na talanta yake bwana. Sawa, katika tathmini je, ipoje katika vijana ambao wanajishughulisha hasa katika hizi hatua za kujikwamua kiuchumi pamoja na na kujikwamua kiuchumi na utegemezi. Okay, sasa kwa takwimu kidogo hatupo kwenye sehemu nzuri, kwa sababu unajua dunia sasa hivi ime move kwa kasi, inakimbia kwa kasi. Sasa hivi tupo kwenye teknolojia hizi, mifumo ya artificial intelligence, mambo ya robots. Kwa hiyo unakuta ujuzi unatokana na vijana na mavioni wanapokuja kwenye soko sasa huku la ushindani huku kwenye ajira, soko la ajira, unakutana na competition, kwa sababu mitaala tunaotumia unakuta kwa Tanzania mitaala ambayo ya kipindi hicho ya ukoloni. Sasa tunaona sasa hivi ndio serikali nao inaweka juhudi katika kuboresha hii mitaala, itakuwa jambo bora zaidi ambayo mimi nadhani kwa mitaala inayokuja aidha inaweza kusaidia sasa vijana kufanyaje wanapomaliza mavioni au wanapotoka huko mashuleni kuwa na uwezo wa kujiajiri. Yes, kujitengenezea wenyewe kazi, sio kutegemea tena kwenda kwenye maofisi ya watu au kupata kazi na kuajiriwa. Kwa hiyo kwa takwimu kidogo hatupo sehemu nzuri. Vijana walio katika eneo la kujiajiri ni wachache. Ni wachache sana. Hata mikoa ukiangalia, kuna mikoa ambayo Tanzania hapa ni vinara kwa utegemezi. Mfano Tabora, Simiyu na Katavi. Lakini si wanasema kwamba kule siku Wanyamwezi. Na kama unavyojua Wanyamwezi bwana wachapa kazi. Sasa unavyoniambia ni tegemezi hapo vipi? Sasa tunarudi kule kwamba hii mifumo yetu tuliokuwa nayo unakuta watu wanakosa fursa. Ndio. Fursa zitakazowawezesha sasa wao kuingia katika mfumo wa ajira, kujiajiri, kuajirika. Ndio. Umenielewa? Fursa inaweza ikawa fursa wezeshi au fursa zitakazojengea wao uwezo. Si mikoa ina potential, ina ardhi kubwa kama Katavi, kuna ardhi kubwa hata kwa Tabora, watu ambao wanaweza kufanya kilimo. Nimeona hata sasa hivi Mheshimiwa Bashe pia waziri wetu wa kilimo akitengeneza mpango kazi wake hii skimu ya kilimo kuwezesha vijana kwa train vijana. Wengine tukasikia mpelekwa Israeli, ila sasa kama hili jambo likiwa endelevu wakachukua vijana wengi zaidi ikafanyika hapa Tanzania, itakuwa ni jambo kubwa. Wakifundishwa vijana wengi zaidi kwenye eneo la kilimo, kwa sababu ndio eneo ambalo nadhani Tanzania hiyo ni sekta ambayo ina watu wengi sana ambao wamejiajiri kwenye kilimo. Kumekuwa na hii kasumba ya kwamba mimi nimesoma, sasa nikishamaliza chuo mimi ni mtu wa kukaa tu ofisini na kufanya kazi. Na kasumba hii ni wengi sana wasome wamekuwa nayo. Sasa unafikiri nini kifanyike ili hii kasumba iliyokuwepo katika mioyo ya vijana ili iondoke kabisa? Kwanza vijana kama vijana wanabidi watambue cha kwanza population ya Tanzania inazidi kuongezeka. Sasa hivi tupo kwenye watu milioni 61, huko na 700,000, huko na kadhaa. Hao ni watu wengi sana. Kwa hiyo kwa miaka pia inayokuja leza 10 tena tunaweza tukafikia makadirio watu milioni 70 huko 80. Kwa hiyo lazima ujiandae kiakili kwamba unasoma, lakini sasa unapotoka huku nje mambo ni tofauti. Kwa hiyo lazima vijana waandaliwe kiakili. Ndio maana tunarudi kwamba serikali pia nayo iweke juhudi kutengeneza mitaala ambayo itakuwa wezeshi kwa vijana. Kipindi wakiwa vioni pia wanasoma waweze kujitafuta huko sasa, kujiwezesha tokea wakiwa huko wakitoka sio wakawa wanaanza moja sasa. Wao wana njia, wanajua wanaelekea wapi. Ndio katika engo hiyo sasa ya kuwajengea vijana uwezo, kuwajengea uwezo katika juzi mbalimbali ambazo zinaendana sasa na dunia hii ya sasa tulikuwa nayo ya teknolojia hii. Sawa. Ni yani huko mitaani, sio mitaani tu. Tuseme ndo maisha yetu sisi kama Watanzania sasa hivi. Unakuta kijana ana umri mkubwa lakini bado ni tegemezi kwa baba na mama yake au mlezi. Unafikiri hii ni nini? Au nao ni serikali inachangia hapo? Kutokana na hii mitaala. Wao washasema serikali mitaala, sawa. Unakuta sasa ndio kijana kashakuwa mkubwa lakini bado ni tegemezi katika familia yake. Baada tunazungumzia swala la mtaala. Ujue vitu vinategemeana. Kuna kitu kimoja unakuta
kwa nchi sisi za zetu za Afrika hizi zinazoendelea. Na sasa hivi tupo kwenye middle income countries, ndio. Unakuta sisi uchumi wetu wengi, familia zetu zimejengeka na dependency, utegemezi mkubwa sana kwenye familia. Sasa tofauti na nchi zetu zilizoendelea za Ulaya, unakuta familia hizo inaangalia tu watoto au watu wengine, si mjomba, si mtoto wa nani, au wana familia zao. Kwa umenikumbusha kitu. Maana unakuta hata mimi mwenyewe kwetu unakuta yani baba ana watoto wa baba mdogo, mama mkubwa, yani bibi, shangazi, yani wote wanakuwa wanamwangalia yeye pale, yani wa Afrika nawe. Sasa pia inakuwa tatizo kwa sababu unakuta labda yeye kijana anaweza akamaliza labda elimu yake, sasa kataka naye aidha labda sasa ajiwezeshe kwa mtaji. Unakuta familia pia utegemezi mkubwa, mzee sasa anaona nitatoa kitu gani sasa kwa mwanangu, kwa sababu anaamini kushatoka kusoma huyu ajitafute mwenyewe, hata ajitafutie mtaji. Unakuta vijana wengi sasa hawana uwezo huo. Ndio kuna kipindi kasiaga hoja bungeni wanasema vijana wanaomaliza vyuo hawezi kukopeshwa labda hela sasa. Mali hawezi kuzitumia. Hiyo itakuwa vizuri. Wakipewa. Ila sasa iko rasmi ni katika hoja tu za bungeni, lakini unakuta vijana wengi sasa wanakosa tunaita rasilimali fedha. Rasilimali fedha sasa zinawezesha wao sasa kujikita katika uzalishaji na kukuza zile ujuzi zao, kwa sababu unaweza ukawa na ujuzi kitu cha kwanza, lakini sasa ujuzi wako kuweza kuleta impact ni kitu kingine. Hapo lazima kuwe na hiyo rasilimali fedha, lazima pia itatumika. Sasa wewe una ujuzi nyingine ambazo hazitahitaji rasilimali fedha. Sasa turudi katika organization yenu. Yani inapatikana wapi? Mtu akitaka kuja kupata mfano hata ushauri, mtu ana talanta yake, mnapatikanaje yani? Kwa taasisi yetu sisi tuna nili zetu kwenye mitandao ya kijamii huko, tuna akaunti zetu hizi official ambazo tunazitumia. Kwa vijana ambao labda wanatusikiliza sasa hivi, wanatufuatilia, ambao watataka labda kutupata, wanaweza wakazitafuta hizo. Kwa Instagram tunatumia The Need Us Initiative. Ukienda Twitter pia The Need Us Initiative. So wanaweza pia wakatupata wakitusearch hizo, kwa sababu tunakuwa pia tunazimonitor. Kuna namba pale zimewekwa, wanaweza wakapiga kwenye hiyo mitandao ya kijamii na kuweza kukutana na sisi na kuweza pia kuwasaidia kwenye aidha kwa ushauri au kwa namna nyingine. Kwa sababu ndio ilikuwa kazi yetu, tumekuwa tukifanya hizi, tumefanya training nyingi kwa Dar es Salaam hapa. Kwa sana kwa wanavyuo, sababu tunaamini wanavyuo ndio watu ambao sasa wanaenda kwenye soko, wanaandaliwa kuja kwenye soko la ajira. Ndio. Sasa nini wito wako kwa vijana? Wito wangu kwa vijana ni kwenye ile eneo la kushiriki kwenye uchumi, kujiajiri. Ni kwamba kuweza kutanua wigo wao kwenye maeneo ya utafutaji fursa, pia kutafuta elimu ambazo zitawasaidia wao sasa kujiwezesha katika aidha kuweza kuajiriwa au kujiajiri, kutokana na tunaona ushindani ulivyo dunia sasa hivi ilivyo inavyoenda. Pia vijana kujikita sasa kwenye ile eneo la digital. Tunaona sasa hivi mambo ya digital na platform yanashika kasi, kwa hiyo vijana pia wajifunze mambo ya teknolojia. Tusibezi sana kule kipindi cha nyuma teknolojia haijashika kasi. Kuna teknolojia, vijana wajikite huko, kwa sababu soko ndio linaelekea huko kwenye maeneo ya teknolojia. Na mtazamaji wa Mlimani TV, vijana tujikite katika soko huko au katika masuala ya digital. Sina la ziada, ulikuwa nami Hadija Said Kuingwa, tukutane wakati mwingine. Asante.